Habari ndugu mfuatiliaji wa chaneli yako pendwa kabisa ya Uamsho wa Kristo Yesu. Kwa dakika chache kabisa ningependa unisikilize. Kwa hizi dakika chache najua utakuwa umejifunza kitu ambacho kinaweza kikakusaidia katika maisha yako, yani kikakuvusha hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo usisahau kusubscribe na kufollow page zetu za Facebook, YouTube, TikTok na Instagram Uamsho wa Kristo Yesu. Kwa hiyo YouTube subscribe na mitandao mingine ya kijamii to follow. Kwa hiyo siku ya leo nitaenda kuzungumzia utapeli wa dini. Dini inavyofanya utapeli. Kwa hiyo nisikilize kiumakini zaidi. Asilimia kubwa ya watu wengi wanaamini katika dini. Ndiyo, hata kama wanaamini katika dini, lakini sasa hao viongozi wetu ambao wanatuongoza katika dini, wao wamefanya dini kuwa ni sehemu ya biashara, au dini ni sehemu ya kazi kama kazi zingine. Kwa hiyo nini ambacho wanakuwa wanakifanya? Jambo ambalo wanakuwa wanalifanya hawa viongozi wetu ni kwamba mtu anaandaa taasisi au jumuiya ya kidini ambapo anasema anatangaza habari njema za ufalme wa Mungu, lakini katika habari njema hizo za ufalme wa Mungu, ndani ya moyo wake ameandaa namna ya kuwatapeli watu au namna ya upigaji pesa watu. Lengo na mazumuni, anataka kufanikiwa katika dini, kukua katika dini, kutajirika katika dini, kulea familia katika dini, kusomesha watoto katika dini. Kwa hiyo anaamini ya kwamba akianzisha taasisi ya dini, basi taasisi ya dini itamfanikisha haraka sana kuliko taasisi zote. Hivyo ndivyo jinsi wanavyofanya. Kwa hiyo sasa, kitu ambacho wanafanya wao, wanahamua sasa kuanza kuhubiri habari za matoleo, habari za kutoa fedha, habari za sadaka, ambazo sasa katika hizo habari za sadaka wao wanachokuwa wanakifanya, wakichukua zile sadaka zenu wanazihesabu, yale mapato yanakuwa ni ya kwao wao na sio kwamba ya Mungu. Kwa hiyo wanachokifanya, yale mapato wakisha kusanya, zile pesa zinaenda kufanya kazi katika familia zao, zinaenda kufanya kazi katika biashara zao, zinaenda kufanya kazi katika mashamba yao, zinaenda kufanya kazi katika ukoo wao. Lakini sasa watu walivyo wapumbavu, ukiwaambia ya kwamba dini inafanya kazi ya utapeli kuwaragai watu, kwamba watu wanapokea mara 2 zaidi, mara 100 zaidi, au mara 10 zaidi, yani kwamba ukitoa kidogo Mungu anakubariki zaidi. Kwa hiyo sasa watu ukishaanza kuwafundisha kwamba dini inafanya kazi ya kukutapeli na kukufanya uwe maskini, kwa hiyo mtu hawezi kukuamini kwa sababu tayari dini imeisha mkaa kichwani. Ndio maana kwa asilimia kubwa maskini anapookoka anaona kama sehemu ya dini ni sehemu yake, na kuwa kwamba umaskini wake ni sehemu yake. Lakini tajiri pia anapookoka, dini inamfanya kuwa masikini, kwa sababu dini akishafika yule mtu mwenye pesa, wamempokea na amejiunga katika hiyo jumuiya yao, wao chenye wanaanza kufanya, wanaanza kumpa uongozi, wataanza kumpa kazi za kanisa, wataanza mitindo ya kuweka jumuiya ya kwamba vikundi na nini, ile wanaita inakuwa kama lambilambi, lakini inaitwa kama ni sherehe fulani cha ushereheshaji ambacho kinafanya watu kwamba watoe, waahidi pesa za ujenzi, sio waahidi gari la mchungaji, sio waahidi vitu gani. Kwa ndivyo venyewe wanafanya. Kwa hiyo yule mtu ambaye ametajirika akiingia katika hiyo dini itaanza kumfanya kuwa masikini. Ndio maana ukianza kufuatilia, kwa asilimia kubwa watu wengi waliokuwa wana pesa zao, wana maduka yao, wakikamata dini kweli kweli, mwisho wa siku unakuta amefilisika, duka amefunga, magari aliyokuwa anatembelea yote ameuza, lakini alikuwa anamtolea nani? Bwana. Lakini katika kumtolea huko Bwana, kitu ambacho kinakuwa kinajili sasa, yule mtumishi anazidi kuneemeka,
lakini yule ambaye alikuwa anavitoa hivyo vitu anazidi kupungua, na kadri anavyozidi kupungua wanazidi kumpa matumaini ya kwamba Mungu hawai wala hachelewi, hizi mali zako sio ulizipata kwa njia ya alamu, kwa hiyo Mungu ataanza kukupa upya, anataka kutengeneze kwanza. Lakini sasa yule mtu kwa kuwa dini imeisha mkamata, anakubali vile mtumishi anavyosema, lakini anasahau ya kwamba huu ni ulaghai wa kitapeli. Kwa hiyo dini zinatapeli watu wengi sana, ndio maana zimeweka kipaumbele fedha. Fedha imewekwa kipaumbele katika dini. Ndio maana imefika kipindi watu wengi wasipokuwa na fedha wanaona bora wasiende katika dini yao, bora wakae tu nyumbani. Wanaona hilo ndio litakuwa jambo la msingi sana. Ndio maana sasa katika dini ukienda pasipo hiyo fedha, utajua ya kwamba hakika leo sijaja kusali. Kadri watu wenzako wanavyoamka, wanavyoahidi pesa na nini na vitu mbalimbali, wewe unakuwa umekaa tu kwenye kiti. Kwa hiyo mwisho wa siku unaona bora ukakae nyumbani. Kwa sababu gani? Unaona hakuna kitu ambacho kinakunufaisha. Lakini ukianza kufuatilia, kwa asilimia kubwa watu wanaahidi makanisani, wanatoa vitu vya kutoa, lakini wewe unakuta hauna. Lakini hiyo ndio inakuwepo sababu ya dini kutapeli watu. Lakini sasa kwa siku ya leo ningependa tu niishie hapa, na siku nyingine tutaendelea namna dini inavyofanya kazi ya kuwalaghai watu. Asante sana na Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel ya kupendwa ya Uamsho wa Kristo Yesu. TikTok Uamsho wa Kristo Yesu, Instagram Uamsho wa Kristo Yesu.